Kwenye video iliyopita tulizungumzia kwa kina sana hatari ya zinaa na namna gani zinaa inavyoharibu hatima ya mwanadamu. Leo tutakwenda kuangalia kwa kina sana namna gani ya kuishinda zinaa na vichocheo ama sababu zinazompelekea mtu kufanya zinaa ni zipi. Unajua, zinaa haianzi tu bahati mbaya kwamba mtu tu ameenda kufanya zinaa. Hapana, kuna sababu ama vichocheo vinavyomshawishi au vinavyosababisha mtu huyu mpaka anaenda kufanya zinaa. Sasa leo tutaanza kutaja vichocheo ama sababu moja baada ya nyingine ambayo inasababisha mtu huyu kwenda kufanya zinaa. Jambo la kwanza tunasema kupendelea sana kuangalia picha za ngono, kwa maana ya pornography. Hili ni jambo kubwa sana ambalo linasababisha watu wengi kufanya zinaa. Madhara yake yako vipi sasa? Unapoangalia pornography, unapoangalia picha za ngono, mwili unauamsha kutoka kwenye usingizi wa stimulation. Unaifanya hisia izidi fikra. Na nasema hisia ikishazidi fikra, mwanadamu huwezi kufanya maamuzi mazuri katika maisha yako. Mara nyingi sana mtu unapotumia akili huwezi kufanya mambo mabaya ama huwezi kukosea, lakini hisia inapozidi fikra mtu huanza kuchukua maamuzi ambayo yasiyofaa. Utaona mtu sasa kutoka kwenye stage ya kuangalia pornography, picha ya ngono, anaenda kutafuta mwanamke ama mwanaume ili afanye naye tendo la moja kwa moja. Kwa hiyo huu ni mchakato ambao unasababisha kwa kiwango kikubwa sana mtu kufanya zinaa. Na mfano mzuri, unapotumia simu yako katika social media, kuna wakati umeingia tu kwenye simu alafu ukakutana na picha ya ngono imekuja pale. Mbinu ya kwanza ili jambo lile pale uishinde, inatakiwa ile picha uipite haraka sana, usiitazame dakika moja au mbili, kwa sababu mfumo wa algorithm ya mitandao hii social media, unapotazama kitu ndani ya sekunde 5 ama 10, tayari unaruhusu wale roboti waendelee, au unaruhusu algorithm iendelee kupushi zile video ambazo za muundo ule ama maudhui yale. Kwa hiyo kadri unaozidi kuangalia muda mwingi sana picha za ngono, ndivyo zinazozidi kuongezeka katika akaunti yako au katika social media ambayo unaitumia. Kwa hiyo unapokutana na picha yoyote ya ngono, jitahidi sana 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 kuipita haraka sana, kwa sababu unapoangalia tu algorithm inajua wewe ni mtu wa staili hiyo, hivyo upelekea wewe kuwa na ni mtu ambaye wa kutazama sana picha za ngono, kwa sababu ukishakuwa umeanza tu mara moja, zikiwa zinakuja nyingi huwezi tena kuziescape, na wewe unaenda kufanya zinaa ya kitendo kabisa. Sio tena zinaa ile tu ya matamanio, maana kuna zinaa za aina mbili. Zinaa ile ya kwanza tulizungumzia kwamba Yesu anasema mtazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye yeye rohoni mwake. Maanake kule tu kuangalia video muda mwingi sana, kufili ile hali, kufikiria ile tendo, maanake automatically wewe unakuwa umeshakosea, umezini kiroho, na baadaye unatoka stage hiyo sasa unaingia kwenye zinaa ya kitendo kabisa, ambacho ndo hatari zaidi. Kwa hiyo hii ni sababu ya kwanza, kutazama picha za ngono kwa maana ya pornography. Hii ni kitu hatari sana 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 sana. Zinaa inaepukika. Jambo la kwanza, acha kuangalia picha za ngono. Wengine mmejiunga mpaka kwenye magrupu kabisa, kwamba kuna magrupu, yani wewe mwanaume una akili timamu kabisa, unajiunga kwenye magrupu ya ngono. Yani hayo magrupu kazi yake kutumiwa picha za ngono ili wewe uwe unatazama. Sasa faida yake nini sasa? Kwa sababu huwezi kutumia picha wewe ya ngono ikiwa wewe haufaulu jambo lolote katika kitu hicho. Unapata faida gani sasa? Zaidi tu ya kujiumiza, zaidi tu ya kumkosea Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo jambo hili unaolifanya au jambo hili ukilifanya ndio sababu kubwa ya kichocheo cha mtu kwenda kufanya zinaa. Lakini pia sababu ya pili kubwa zaidi na kuu zaidi, tunasema ni sababu ya kutokuwa na maadili ya uvaaji, yani mavazi ya nusu uchi. Unajua, mwanaume au mwanamke, mwili wako inatakiwa ustili katika hali ya azi ya heshima.
Sasa unapovaa nguo ambayo nusu uchi inakuonyesha maungio yako, alafu wewe unahitaji kuishinda zinaa, kitu ambacho hakiwezekani. Yesu mwenyewe anasema katika kitabu cha Mathayo 4, wakati anazungumza na Shetani, alimjibu maneno yao, usimjaribu Bwana Mungu wako. Kwa hiyo Mungu huwa hajaribiwi. Kuna kauli inasema usijaribu usije ukaingia majaribuni. Tayari unahitaji kuishinda zinaa, lakini muonekano wako na namna unavyoishi sio kama mtu yule ambaye anataka kuepuka vishawishi, kwa sababu utakapovaa nguo ya nusu uchi kuonyesha maungi yako, kama wanawake mnavaa nguo za jinsi hizi zinachora miili yenu, zinaonyesha maungio yenu, wewe hauko tayari kuishinda zinaa, kwa sababu tayari mwili wako na namna matendo yako unavyoyaishi, wewe unakaribisha vishawishi, unakaribisha upinzani. Na Mungu wetu hajaribiwi, au Shetani huwezi kumwekea mfumo huu afu akakuacha. Kwa lazima tu utashindwa, vishawishi vitakuwa vingi sana na utaingia katika dhambi, utaingia katika zinaa. Kwa hiyo mavazi kitu muhimu sana. Mwanamke hakuumbiwa kuvaa jinsi, yani hiyo iko, na hakuna mtu yote anaweza akadhibitisha kwa mujibu wa maandiko kwamba mwanamke anaruhusiwa kuvaa nguo za jinsi. Mavazi ya jinsi ni ya mwanaume, ndio maana unapoyavaa mwanamke yanachora miili yenu. Sasa hiyo inapelekea kuwa kichocheo cha wewe kufanya zinaa. Hakuna mimi na Roho Mtakatifu bwana, hakuna kitu kama hicho. Yani ukishavaa tu hivyo vishawishi vitakuja na utoki kwenye mfumo, lazima utaingia kwenye swala zima zinaa. Lakini pia bali na hivyo tu, unapovaa hizo nguo za jinsi zinakuchora mwili wako, hata kama wewe utashinda majaribu kwa namna wewe unavyosema, lakini kuna watu, yani unapovaa jinsi ile mwanamke, hata kama hauna mawazo hayo, lakini kuna watu unafanya stimulation, yani wana stimulate kupitia wewe unawakosesha wale watu. Na maandiko yameshasema kwamba unapomkosesha mtu wewe unaingia katika hatia. Kwa hiyo ile jinsi unapoivaa, kuna mtu anakutamani wewe, yale maongeo yako tayari unamfanya yule mtu amkosee Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mwanamke ukuumbwa kuvaa jinsi, hiyo iko wazi kabisa. Kwa hiyo mavazi haya sio mavazi mazuri na hana heshima mbele za Mwenyezi Mungu, na analeta vichocheo zaidi vya mtu kufanya zinaa. Lakini pia kwa upande hata wa wanaume pia, kusoma kitabu cha Kutoka kule inaeleza wazi mavazi ya kiume, imetajwa kansu, lakini pia imetajwa suruali. Sasa mwanaume huwezi kuvaa pensi, yani umetoka mtaani, in society, kuna jamii public, unavaa pensi mapaja wazi, umekaa labda kwenye usafiri, mfano gari, meli au sehemu yote ile umekaa umevaa pensi, sio kweli. Sasa vile lazima kuna vishawishi tu utavileta kwako, umeona? Kwa hiyo lazima kwenye eneo la stara ili ulizingatie sana heshima, maadili ya uvaaji, kitu cha msingi sana, kwa sababu ndio sababu zinakuanzia huko, unajiingizia majaribu mwenyewe, na hivyo inakuwa rahisi sana wewe kwenda kufanya zinaa. Kwa hiyo lazima uepuke hapa. Lakini pia sababu nyingine zaidi nasema kukosa, hiyo ni sababu ya tatu. Sasa nasema kukosa imani thabiti juu ya uwezo wa Mwenyezi Mungu. Unajua, ukiwa huna imani ama ukiwa huna hofu ya Mungu, ni rahisi sana kufanya dhambi yoyote katika zile amri 10 za Mwenyezi Mungu. Yani ni rahisi sana kuvunja pale amri yoyote, kwa sababu wewe huna imani ya Mwenyezi Mungu. Unajua utofauti kati ya serikali na Mungu. Serikali inaposema mtu asiibe, manake yule mwizi ama mtu anapotaka kuiba ataangalia kama polisi wananiona au watu wananiona. Lakini akiwa peke yake inakuwa rahisi sana kufanya ule wizi, kwa sababu sheria ya serikali inamfunga mtu pale ambapo kuna ushahidi upo, aidha wa polisi ama mtu. Lakini sheria ya Mungu ama hofu ya Mungu inamfanya mtu hawe na tahadhari kubwa hata akiwa peke yake. Unajua, ukiwa na imani hata ukiwa peke yako tu hivi umekaa, huwezi kufanya jambo baya, kwa sababu unajua Mungu mimi ananiona. Kwa hiyo utofauti kati ya serikali na Mungu, serikali unaangalia nani anakuona,
Lakini Mungu hata ukiwa peke yako, Mungu wetu anaona katika ulimwengu wa roho na mwili, anajua yaliyokuwa sirini na yanayoendelea waziwazi. Kwa hiyo huwezi kufanya hilo jambo. Kwa hiyo ndio maana mtu akiwa na hofu ya Mungu, hata akiwa peke yake hawezi kufanya hivyo vitu, lakini pia atakuwa anaogopa kwamba Mungu ananiona na Mungu amekataza katika amri yake mwenyewe, kitabu cha Kutoka 20 kusema amri 10 za Mungu. Mungu amekataza swala zima la zinaa. Kwa hiyo lazima huyu mtu atakuwa na wasiwasi wa kufanya zinaa. Kwa hiyo lazima swala hili au eneo hili la hofu ya Mungu hapa kuwa makini sana. Muombe Mungu sana akusaidie. Sababu hata kitabu, ukisoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza 6:16 anasema ikimbieni zinaa. Yeye aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye. Kwa hiyo unapofanya zinaa, maana yake unajiungamanisha katika ulimwengu wa roho na maroho machafu. Aidha yule mtu tayari ana mabalaa yake huko, mitihani ni maana unaona automatically mtu anayefanya saa zinaa swala zima mafanikio kwake linakuwa ndoto, kwa sababu tayari hatima yake anaiharibu, ananajisi maisha yake kutokana na utendaji wa zinaa. Kwa hiyo hofu ya Mungu inasaidia sana, kwa sababu inakupa system nzima na inakupa makatazo, inakuelekeza kwamba zinaa hatari yake hii na Mungu anakataza, na hatima ya zinaa ni jehanamu ya moto. Kwa hiyo zinaa ni hatari sana, na hivi ni vichocheo ambavyo mtu vinamfanya aingie moja kwa moja kufanya zinaa. Kwa hiyo ukiwa makini kuvikwepa ama kuviepuka, ni rahisi sana wewe kuto kufanya zinaa. Lakini pia jambo lingine tunasema, kwa takwimu iliyopigwa, jambo la 4 sasa la mwisho, kwa takwimu ambayo imepigwa, wanasema mtu ambaye mwenye uwezo wa kuvumilia muda mrefu sana bila kufanya tendo la ndoa ama bila kufanya tendo la ngono ni yule mtu ambaye ana malengo makubwa sana sana sana, au mtu yule ambaye ana hofu ya Mungu kupitiliza, yani ana imani. Huyu mtu ana uwezo wa kushinda zinaa. Lakini pia wengine tena wakaongezea swala zima la mazoezi ya viungo, anafanya sana. Lakini pointi zaidi kwamba hofu ya Mungu, na unajua mtu mwenye malengo ambaye anaiona kesho yake, anafikiria sana kuhusu hatima yake, hawezi sana kujiengage na swala zima zinaa, kwa sababu akiangalia kesho anaona kabisa kwamba kesho yangu inatakiwa iwe hivi, na nikifanya jambo hili naweza likanirudisha nyuma. Kwa lazima ni take care, lazima niweke self defense ili nifike kule. Basi lazima niwe hapa kwanza, nisimamie ili na moja jambo kubwa zaidi kwa lazima niepukane nalo ni swala la zinaa. Kwa mtu mwenye IQ au mtu mwenye kufikiria hatima yake, mwenye dream, mwenye vision, hawezi kujiengage na zinaa, kwa sababu anajua hatima yake ili iwe njema kesho lazima escape zinaa. Kwa hiyo inamsaidia sana. Lakini pia tunasema kama huna shughuli za kufanya, unajua kuna wakati mwingine ukiwa una shughuli za kufanya, yani unakuwa tu mtu wa kula na kulala, alafu kazi za kufanya una, wewe lazima utajiengage katika mambo yasiyofaa, ikiwemo hilo swala la zinaa, kwa sababu mwili unakuwa hujauchosha, umebweteka. Yaani kuanzia asubuhi mpaka jioni hamna kazi yote uliyoifanya. Wewe lazima utaenda kufanya zinaa kwa sababu huna malengo yoyote, hufanyi chochote, umebweteka. Unajua mtu ambaye kafanya kazi labda kuanzia asubuhi mpaka saa ngapi, jioni saa 10 au saa 11, saa 12, amekuja amechoka, hawezi, anapanga mipango yake ya maisha, mwili umechoka, muda huo wa kufikiria kufanya zinaa unaupata wapi? Kwa hiyo sometimes huenda unafikiria sana zinaa kwa sababu huna kazi za kufanya. Yani umebweteka, huna malengo, huna dream. Sasa mwili ukishaubwetesha sana, lazima ukupeleke huko. Kwa hiyo hii ni pointi ya msingi sana. Fanya kazi, muombe Mungu ili yote yakae sawa. Kwa hiyo nimeleta video hii kwako ili uelewe vichocheo vya mtu kufanya zinaa na namna gani ya kuishinda. Sasa ninaposema vichocheo, ukishavijua maana yake natakiwa uvikwepe, ndio kushinda kwenye zinaa. Sasa huko ukishavijua maana yake natakiwa uvikwepe. Kwa hiyo tayari wewe unakuwa umeshatoka kwenye swala zima, yani umeshakuwa mshindi. Sasa mimi niseme tu kwamba nimemaliza.